chochote unachokifanya kipo kuuweka ulimwengu wote pamoja. Muonekano wa maisha yako, muonekano wa sura yako kwa jina lako upo kuuweka ulimwengu wote pamoja. Na huyo ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu uwepo sehemu ya 20. Ndio, haijalishi unaonekana vipi, haijalishi uko vipi, ila muonekano huo wa sura kwa jina ulilonalo upo kuuweka ulimwengu wote pamoja. Ndio unaouweka ulimwengu wote pamoja. Ikimaanisha kwamba ulimwengu wote umekuwa mmoja kwa huo uwepo wa sura yako kwa jina lako. Kwa maana kwamba sura ya uwepo wa jina lako hilo ndio ulio umoja wa ulimwengu wote. Na chochote unachokifanya, maisha yako yote, popote pale ulipo, ndiyo yanayoweka ulimwengu wote pamoja. Ndiyo yanayokiweka kila kitu kikae pamoja. Ndiyo yote unayoyatazama, yote unayoyaona, yote unayoyatafakari, yote unayoyafikiri, yote unayoyaota katika njozi, lengo kuu ni kuweka ulimwengu wote pamoja. Haijalishi ni nini unakisikia katika utisho wa jinsi ya kuonekana kwake, lakini chochote kipo kwa lengo kuu la kuweka ulimwengu wote pamoja. Ulimwengu wote kuwa mmoja katika sura moja na jina moja. Na ndio maana wewe hapo ulipo haupo tu kama upo, ila upo kuuweka ulimwengu wote pamoja. Ulimwengu wote kuwa mmoja.
katika jinsi na jina moja. Na jinsi ulivyo hapo katika sura ya muonekano na jina hilo, kwa kila chochote unachokifanya, ndio kuuweka ulimwengu pamoja kwenyewe. Hivyo ndivyo unavyouweka ulimwengu wote pamoja, ulimwengu wote kuwa mmoja, ikimaanisha jinsi ulivyo hivyo ndio ulio umoja wa ulimwengu wote, ndio iliyo sura moja kwa jina moja la ulimwengu wote. Ni mkulima, ni askari, ni daktari, ni baba, ni mama, ni wewe, popote pale, katika jinsi yoyote ile, kwa sura ya kuonekana kwako, kwa jina hilo, huo ndio umoja wa ulimwengu. Huo ndio muonekano wa umoja wa ulimwengu wote. Na kwa jinsi ya uwepo wako hapo, ndio umeuweka ulimwengu wote pamoja. Umeuweka ulimwengu wote kuwa pamoja katika jinsi na sura ya jina lako. Kwa hiyo lengo na dhumuni la uwepo wako hapo ni kuweka ulimwengu wote kuwa pamoja katika sura na jina lako, na huo ndio utawala. Kuweka ufalme wote kuwa mmoja kwa sura na jina lako. Tena pasipo kutoa chochote, bali ufalme wote kuwa pamoja katika sura na jina lako. Na jinsi ulivyo hapo katika muonekano wa sura na jina lako, ndio umoja wenyewe wa ulimwengu wote. Ndivyo ulimwengu wote ulivyowekwa pamoja na kufanya maisha yako yote unayoyaishi, ndio unavyouweka ulimwengu wote pamoja. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi ukoje, haijalishi ni mtoto, ni mkubwa, ni mzazi, ni ndoa, ni uzao,
ni taifa, ni dini, ni dhehebu, ni wewe popote pale, katika jinsi yoyote ile, ila kwa jinsi ya muonekano wako huo, katika sura hiyo, kwa jina hilo, ndio umoja wa ulimwengu wote, katika sura moja ya jina lako. Kwa uwepo wako hapo ulipo, umeufanya ulimwengu wote kuwa katika sura moja ya jina lako. Wewe mwenyewe maisha yako yote, mwonekano wa maisha yako yote, kila unachokifanya, unachokitenda, umeufanya ulimwengu wote kuwa katika sura hiyo na jina lako popote pale ulipo. Na kwa jinsi hiyo ulimwengu wote umekuwa nje ya kuteteleka, mfadhaiko au kutokuwepo pamoja, bali katika jinsi ya uwepo huo ulimwengu wote umepata kuketi pamoja, kuishi pamoja katika sura moja ya jina hilo moja la kwako. Ndio chochote unachokifanya, dhumuni kuu ni kuweka ulimwengu wote pamoja, kimaanisha hicho unachokifanya ndio sura moja ya ulimwengu wote, ndio umoja wa muonekano wa ulimwengu wote, katika jinsi na jina la kuitwa kwako. Kwa hiyo ulipo katika uwepo wako huo, ndio utawala wenyewe, ndio unatawala, kwa kuwa hiyo ndiyo sura moja ya ulimwengu wote katika jinsi ya kuonekana kwako kwa jina lako, ikimaanisha kwamba ulimwengu wote ni sura moja ya muonekano mmoja wa jina moja hilo kwa kuitwa kwako. Kama ni mwanadamu, chochote kile unachokishika kinaitwa ni cha mwanadamu.
chochote kile unachokishika kinaitwa ni cha mtu. Ukishika wanyama wanaitwa ni wanyama wa mtu. Kimaanisha wenye muonekano wa jina lako wewe mtu. Ukishika dhahabu inaitwa ni dhahabu ya mtu. Kwa nini? Unavyo uvitawale wewe mwenyewe, ni vya utawala wako wewe. Ni moto inaitwa ni moto wa mtu. Ni jua linaitwa ni jua la wanadamu. Ni taifa linaitwa taifa la watu. Ni dini inaitwa ni dini ya watu. Ni ndoa inaitwa ni ndoa ya mtu. Ni jinsia inaitwa ni jinsia ya mtu. Mtu mume, mtu mke. Ni fikra inaitwa ni fikra ya mtu. Ni chochote kinaitwa chochote cha mtu. Ni kile kinaitwa ni kile cha jina lako wewe. Ikimaanisha kwamba ni cha sura ya jina lako wewe mwenyewe. Tazama, yule ameitwa mnyama, lakini ameitwa mnyama wa mtu. Ikimaanisha ni mnyama mwenye sura na jina la mtu. Ni mnyama mwenye sura na jina lako wewe. Na kufanya ulimwengu wote ukawa ni wa sura na jina lako wewe popote pale ulipo. Na jinsi ya uwepo wako hapo ndio unauweka ulimwengu wote pamoja. Chochote unachokifanya ndio unauweka ulimwengu wote pamoja. Na kufanya haijalishi ni nini katika ulimwengu wote, bali chochote kile kimekuwa ni sura ya jina lako wewe popote pale ulipo. Ni sura ya jina la matendo yako hapo popote pale ulipo. Ni sura ya maisha yako wewe, ya hicho unachokifanya, chochote unachokifikiria, chochote unachokizani, chochote unachokiwaza, chochote unachokitenda kwa jina husika. Na kukifanya chochote kile, yoyote yule, kuwa ni wa sura
ya jina lako wewe mwenyewe. Na ndio maana chochote unachokitazama, chochote unachokiona, chochote unachokifikiria hakipo kukuangamiza au kukutoa, bali kukuweka pamoja, kwa kuwa hicho ni sura ya jina lako wewe mwenyewe. Kwa hiyo kukikimbia na kukihofu ni kujikimbia mwenyewe na kujihofu mwenyewe. Ndio maana ninakwambia usiogope, kwa kuwa popote pale ulipo upo kuishi kwa raha, kwa kuwa hapo ulipo upo kwa kuwa una maana hapo, na kufanya ukafurahiwa kuwepo hapo. Upo hapo kwa kuwa hapo pana maana na wewe, na kufanya ukapafurahia hapo. Na ndio maana popote pale ulipo unapafurahia na kufurahiwa. Ndio maana yoyote yale, chochote kile hakipo kuchukua furaha yako, wala wewe kuwepo hapo haupo kuchukua furaha ya mwingine. Chochote unachokitenda, unachokifanya hakipo kuchukua furaha ya mwingine, bali kuishi katika furaha moja ya jinsi ya sura moja kwa jina lako moja. Ndio muonekano wa mkulima na vitu vyake vyote ni kama utisho mbele zako, lakini ndio unakuweka katika sura moja: chakula, afya, upendo, mafanikio, amani na vitu vyote katika jinsi ya jina la kuitwa kwake. Ukimtazama daktari na vitu alivyo navyo ni kama utisho. Ukimtazama askari na vitu alivyo navyo kwa kila tendo na kila jinsi alivyo ni kama utisho wa kusema anachukua furaha yako. Lakini ndiyo amani inavyoonekana hivyo, ndiyo upendo, ndiyo furaha, ndiyo kila kitu kinavyoonekana katika furaha moja. Ukizitazama kucha za mwili wako tu, hizo ni kama utisho kwamba
zitakuchana chana, lakini ndio zinaouweka mwili wote kuwa katika umoja. Kila unachokitazama ni kama utisho, lakini ndiyo sura inayouweka ulimwengu wote pamoja. Kila unachokifanya, unachokitenda ni kama utisho, lakini jinsi ulivyo hivyo ndio sura inayouweka ulimwengu wote pamoja katika jinsi na jina lako hilo. Kimaanisha jinsi ulivyo hapo kwa sura na jina lako ndio umoja wa ulimwengu wote. Kwa sura na jina lako. Ikiwa ni dhahabu, bado ni sura ya jina lako. Ni simba polini, ni sura ya jina lako wewe. Na chochote anachokifanya ni sura ya jina lako wewe. Mzazi, mtoto, baba, nani, kila kimoja ni sura halisi ya jina lako wewe. Ndio, chochote unachokiona hakipo kukutisha, kwani ndio mwonekano wake wa sura ya jina lako hilo. Na upo hapo au kipo hapo kwa maana yako, kwa kuwa ni cha maana kwako, au kipo hapo kwa kuwa wewe ni wa maana kwa hicho. Na kwa kuwa wewe ni wa maana kwa hicho, kamwe hakipo kukudhuru. Na kwa kuwa wewe au hicho ni cha maana kwako, kamwe haupo kukidhuru au kukitoesha, bali kukiweka katika furaha moja, raha moja, ya sura moja ya jina la kuonekana kwako. Ndio. Kwa hiyo unachokiona, unachokitazama kipo kukupa raha, yaani ndio raha au pumziko lako. Chochote unachokifikiria, chochote unachokiona, chochote unachokidhania, chochote kile katika jinsi ya uwepo wake popote pale kilipo, ndio raha ya sura yako katika jina lako, ikimaanisha ndicho kilicho pumziko lako. Kwa hiyo ulipo haupo kulikimbia pumziko lako,
haupo kujificha kwenye pumziko lako, kwani hakipo chochote kukutisha, hakipo chochote kuchukua raha au pumziko lako, bali chochote kile kipo kwa ajili moja tu, kuishi katika raha moja au pumziko moja la sura na jina lako hapo ulipo. Kama ni mkulima, vipo kuishi katika pumziko moja la sura ya jina lako wewe mkulima, ikimaanisha ya chochote kinachoonekana katika ukulima wako: afya, chakula, uponyaji, biashara na kila kitu katika kila sura na jinsi ya kuonekana kwake kwa jina lako la ukulima. Ndio maana ukiwa mkulima, yoyote unayemwona, jua huyo ni jina la ukulima wako. Sura yoyote unayoitazama, jua ni jina la ukulima wako. Na kufanya wote wakawa, chochote kikawa, ni sura ya jina la ukulima wako. Dhahabu kuwa ni jina la ukulima wako. Almasi kuwa ni jina la ukulima wako. Mzazi kuwa ni jina la ukulima wako. Wanyama kuwa ni jina la ukulima wako. Ndege kuwa ni sura ya jina la ukulima wako. Chochote kile kuwa ni sura ya jina la ukulima wako. Ndivyo ilivyo kwako wewe popote pale katika jinsi ya jina la kuitwa kwako, kwamba chochote unachokiona ni sura ya jina lako hapo ulipo, ni sura ya jina la maisha yako, ni sura ya jina ya kila unachokitenda, ni sura ya jina ya jinsi vyovyote pale popote pale ulipo. Ndio maana ninakwambia haupo tu kama upo kutawala, na jinsi ulivyo hivyo ndio utawala, kwa kuwa upo hapo kuweka ulimwengu wote katika sura moja na jina moja la kuitwa kwako, na ulimwengu wote umekuwa katika sura moja ya jina lako moja. Haijalishi ni nini kiko wapi, haijalishi ni nini kimeketi wapi, haijalishi taifa lile liko pale liko wapi, haijalishi kabila lile liko wapi, haijalishi jina lile liko wapi, haijalishi chochote kimekaa wapi, ila hapo ulipo umekiweka kila kitu katika sura moja ya jina hilo. Hapo ulipo ndio umeuweka ulimwengu wote pamoja katika sura moja
ya jina lako, ikimaanisha ya jinsi hivyo ulivyo. Na jinsi ulivyo haupo kuchukua furaha ya mwingine, bali kila yoyote kuishi furaha, yani pumziko la sura ya jina lako hapo lipo, la sura ya uwepo wa jina lako popote pale ulipo. Ndio, usiogope chochote kilipo, chochote kilichopo kipo katika furaha au sura moja ya jina la kuitwa kwako, sura moja ya kila tendo unalolifanya, sura moja ya maisha yako, sura moja ya mahubiri yako, sura moja ya jina la ualimu wako, sura moja ya jina lako popote pale ulipo. Naye nacho chochote ulimwengu wote ukawa katika raha moja, yani pumziko moja ya sura ya jina lako hapo ulipo. Ndio maana hata katika kuandikwa kwake yule mtu akawekwa katika ulimwengu ambao una wanyama, una wadudu, una samaki, una bahari, una ardhi, una kila kitu, alafu kaambiwa akatawale. Ikimaanisha kwamba jinsi alivyo vile ndio utawala. Wa kuviweka vitu vyote kuwa pamoja. Kuweka ulimwengu wote kuwa pamoja. Samaki wa baharini, ndege wa angani kuwa pamoja. Ardhi, mimea, wadudu, wanyama, kila kitu katika jinsi yake kuwa pamoja. Ikimaanisha kwamba kuwa katika sura moja ya jina la mtu. Kuwa katika sura moja ya jina mtu. Na kwa jinsi ya uwepo wa mtu ndio ilikuwa, ndio imekuwa. Umoja wa ulimwengu wote, wa kila kitu ambacho kipo. Sura moja ya jina moja la kila kitu kilichopo, na kufanya kila kitu kilichopo, wanyama, ndege, mimea na kila kitu kuwa ni sura moja ya jina la mtu. Na ndio maana wakaitwa ni samaki wa mtu.
ni wanyama wa mto, ni wadudu wa mto katika jina husika. Ndio maana hakuna chochote kisicho cha fulani. Ni familia ya mtu fulani, ni bahari ya mtu fulani kwa jina taifa fulani. Ikimaanisha ya kila mtu aliye katika taifa hilo. Ni kile cha mtu. Ni samaki mwenye sura ya jina la mtu. Na kwa jinsi hiyo ndio wewe mtu, kwa jinsi ya uwepo wako huo tu, katika jinsi ya kila unachokitenda na kukifanya, ndio umoja wa ulimwengu wote, ndio umoja wa bahari na ardhi, ndio umoja wa mbingu na dunia, ndio umoja au sura moja ya jina moja la mbingu na dunia. Na chochote kile, yoyote yule, kuwa ni sura ya jina lako wewe hapo ulipo. Kwa hiyo uwepo wako huo ulionao ndio umoja wa ulimwengu wote. Umeuweka ulimwengu wote katika sura moja ambayo ni hiyo yako popote pale ulipo. Kimaanisha uwepo wako ndio utawala, kwa kuwa ulimwengu wote ni sura ya jina lako hapo ulipo. Ni sura moja na jina lako moja popote pale ulipo. Na chochote katika sura moja ya jina lako hapo ulipo, ni wanyama, ni wadudu, ni samaki, ni mtoto, ni mzazi, ni chochote kile, muonekano ule haupo kukuangamiza au kukuzuru au kukutoa katika raha ya jinsi ya uwepo huo, bali kukupumzisha, ikimaanisha chochote kile, yoyote yule, ndio pumziko lako, pumziko la maisha yako, pumziko la jina lako, pumziko la sura na jina lako hilo moja, kwa kuwa chochote kile ndicho kilicho sura moja ya jina lako wewe hapo ulipo. Kama ilivyo kiwanda cha bidhaa fulani kilivyo pumziko lako wewe,
uliye mfanyabiashara wa bidhaa hizo, uliye na bidhaa hizo zinazozalishwa kwenye kiwanda hicho, kwamba kile kiwanda ni sura ya jina ya bidhaa hizo ulizo nazo, na kufanya kile kiwanda kwa mwonekano wake kuwa ni sura ya jina la bidhaa zako hizo. Na kile kiwanda hakipo kuchukua bidhaa zako hizo, bali kuzifanya bidhaa zako hizo zizidi kuwepo, yaani kutawala. Na raha ya mtawala ni kutawala, kwa kuweka utawala wake kuwa pamoja. Na kwa jinsi hiyo ulivyo, ndio raha ya utawala, kwa kuwa upo hapo kuweka utawala wote pamoja, kila kitu pamoja, katika jinsi na sura ya jina lako moja. Pokea sura ya jina lako. Pokea mafanikio ya jina lako. Pokea utajiri wa jina lako. Pokea uponyaji wa jina lako. Pokea elimu ya jina lako. Pokea hekima ya jina lako. Pokea viungo vipya, kizazi kipya, mifupa mipya, fikra mpya, taifa jipya, mazao katika shamba lako. Pokea mvua katika shamba lako. Pokea umande katika mashamba yako. Pokea uvunaji wa hali ya juu. Pokea faida ya juu katika biashara hiyo. Pokea figo mpya, watoto, mke wa jina lako wewe, mume wa jina lako wewe, watoto wa jina lako wewe, taifa la jina lako wewe. Pokea sura ya jina lako wewe popote pale ulipo. Nimekupatia hapo ulipo, na imekuwa kwako hapo ulipo. Sasa umepokea kila kiungo kipya, umepokea figo zako mpya, umepokea mifupa yako mipya, umepokea mume wa jina lako, umepokea muujiza wa fedha zako, umepokea kumaliza madeni, umepokea sura ya jina lako popote pale ulipo. Pokea pumziko la uwepo wako. Basi leo hii naishia hii sehemu ya 20. Usikose kila fundisho linalofuata. Pia tazama mafundisho haya, somo hili katika ukurasa wa YouTube na sehemu yoyote ile katika jinsi na jina la Andegunyu. Pokea pumziko la uwepo wa jina lako. Pokea mafanikio ya jina lako. Pokea viungo vya jina lako. Pokea uzao wa jina lako. Pokea familia ya jina lako. Pokea uungu wa jina lako. Pokea mchumba wa jina lako. Pokea ndoa ya jina lako.
pokea na imekuwa kwako popote pale ulipo, katika jinsi ya jina la uwepo wako, katika kila chochote unachokitenda, katika wazo lolote, katika fikra yoyote, katika njozi na katika jinsi yoyote ya sura moja ya uwepo wako mmoja, kwa jina lako moja, pokea pumziko la uwepo huo.